Kuna maneno nongea ila songelei wao, najongelea mimi, maana kwenye mtandao kuna picha zangu nyingi, kunifollow wao mpaka rudi Yesu mara pili. Wanaonikalia vikao, mina wakalia viti, kwenye vita Mungu ndo ngao, ndo maana na jamini. Wakubwa shikamoo, wadogo habari za saizi, uzuri wa malaya mpaka vae kimini, mipango ya wawili watatu navunja siri, eti una godoro na kitanda unalala chini, ama kweli jogoo wa shamba wiki injini. Acha nikupe siri, unaweza kula pipi bila kushikilia kijiti, ila uwezi kuimba mziki bila kutumia biti. Hii dunia ni kama kichwa kilichovalishwa wigi, wakati Yesu anapambana kufufua Lazaro kabini, ona pambana kujipaka kaloleti mwilini. Pilipili na washa, lakini wezi washa TV. Hakunaga urafiki wa maskini na tajiri, ndo maana ukiwa na sira kinachosirika ni mwili. Wakati unasoma wazazi wanakusii, someni kwa bidii. Leo naitwa teacher kwa jiriwa mpaka uwe na CV. Hapo umesave maisha au umesave namba kiziwi, na wakikupigia simu jifanye kama usikii, watizame kama taarifa bali kwenye TV. DK Records. Halo. Sawa, haina shida. Mzigo ninao mzigo. Bilioni 30 inaingia hapa. Biashara iende vizuri kama tulivyopanga. Sije ukachanganya mambo. Vijana wanakuja hapa. Nawapa location. Sawa. Haina shida hiyo, haina shida. Haya baadaye. Haya unawaona hapo baada ya lisaa. Sawa. Vipi vijana wangu? Safi bosi. Kazi inaendaje? Safi bosi. Sasa vijana, nawatuma kazi iende kama nitakavyo watuma. Sawa bosi. Tawapa location. Nawapa mzigo huu. Tawapa location. Nawapa mzigo. Nitachukua hela bilioni 30. Nitazileta hapa. Na waamini vijana. Sawa bosi. Nawapa location, mtamkuta sehemu. Peleka mzigo. Dambo anaona hatuwezi kuangusha hizo sawa. Swali. Makini sana. Nawaaminia vijana. Hakika. Biashara iende kama tulivyopanga. Haina noma bosi. Ila zingatia kitu kimoja. Zingatia malipo yetu. Hela na wakati. Hakika mwanangu hapo umegusa. Malipo yanapaswa yaende vizuri bosi. Hiyo haina shida kama. Piga kazi hapo kaja kutuangusha bosi. Hela ipo. Niamini mjadala sasa hapo. Niamini. Haina sisi tunajikataa. Haina shida.
ndio umetumwa kuleta mzigo? Ya, ndio sisi. Nipe mzigo. Lete pesa kwanza babu. Safi, kwani wewe nani? Kwa majina naitwa Afande Lalius. Afande? Vipi, kwani una shida gani? Hamna, kwani una shida gani? Unataka kujua mimi nani? Mimi Afande Lalius. Mimi naenda na kauli ya mama isemayo kazi na utu tunasonga mbele. Nadili na vijana wahalifu kama unahusika. Na kumaki kijana kama unahusika. Baba, unajua tangu nizaliwe hujawahi kunionyesha mama yangu. Unajua mwanangu, mama yako yupo. Lakini hujawahi kumuona, lakini yupo mama yako. Hakufanya usome, ukikua utakuja umuone mama yako. Unasikia mwanangu? Mama yako yupo. Sawa mwanangu? Ndiyo. Yupo mama yako. Lakini usome, ujitahidi. Sawa Ndiyo. Sawa. Nini? Polisi bosi, polisi. Polisi? Mwanangu, tupishe kwanza. Polisi wamefanyaje? Ilikuwa hivi. Ile tunafika pale, jamaa akatupokea vizuri pale, tulikuwa tunaongea nini, kabadilishana mambo yetu ya tukamaliza. Mara hivi nikaona jamaa anatokea kule. Wewe ni nani? Toa kitambulisho, akatuonyesha kwamba ni askari. Akamwambia wewe unatokea wapi? Akasema mimi ni askari, sitaki mahojiano. Toka mkono juu, sisi tukaweka kama chini ya ulinzi, unaona? Pale nikamshawishi jamaa wangu kukimbie. Hata pale tuko kwenye harakati ya kukimbia, jamaa wangu akarudi nyuma kufuata mzigo. Unaona? Sasa ile anarudi nyuma kufuata mzigo ule, akakamatwa. Mimi nikaona hapa so mahali pa kukaa, nikakimbia. Kuna hapa nimerudi, ndio hivyo nimeokoka. Lakini namshukuru Mungu. Nimerudi sana. Unamaanisha hata mzigo umekamata? Mzigo umekamata boss. Hata zile pesa ambazo tulikuwa tumepewa tumechukua. Fanya mambo gani hapa? Niliwapa msisitizo. Kawaambia mzigo uende kama tulivyopanga. Fanya mambo gani? Ujinga. Haitojirudia. Na kwa hiyo hebu toka hapa.
Anyway, ule mzigo mlikuwa mnatoa wapi? Unakataa kusema. Wajua ni nani? Haina haja kujua wewe nani. Unaita dharau. Unaita dharau wewe?